Hi, beautiful lady. Well, kila mwanamke anahitaji kupendeza na kuwa na confidence kwenye kila outfit anayokuwa amevaa. Leo nimekuandalia nguo 7 ambazo ukiwa nazo kwenye kabati lako, basi utaweza kuhakikisha unapendeza muda wote, na katika kila tukio unalokwenda utakuwa na confidence kwa sababu unajijua ya kwamba umependeza. Outfit ya kwanza ambayo ni muhimu kuwa nayo kwenye kabati lako ni kuwa na 2-piece set. Kuwa na set ambayo ina blouse ama shirt na suruale, ina blouse pamoja na sketi. Hizi zitakusaidia wewe kuwa na mionekano yenye kuvutia pale unapokwenda kwenye matukio tofauti tofauti, kwa sababu pia hizi ni nguo ambazo zitakuruhusu kuvaa casual, kuvaa kwenye a little bit of a corporate but not too much corporate event, kwa sababu ukiwa na seti yako ya a trouser pamoja na shirt ambayo ni matching set, unaweza kuingia kwenye event ambayo hata ni corporate as long as it's not too corporate kwa wewe kuvaa, lakini unaweza ukavaa ofisini, hata kwenye matukio ambayo yanakuhitaji wewe kuvaa nguo za heshima, basi unaweza ukavaa hizi 2-piece set zako na ukawa umependeza. Lakini pia kwenye casual event kama brunch, you can still rock your 2-set piece. Inawezekana ni ya crop top pamoja na trouser, ya crop top pamoja na skirt, na bado ukawa na muonekano ambao umependeza na ukakupatia confidence. Outfit ya pili ambayo ni muhimu kuwepo kwenye kabati lako ni kuwa na makoti ya suti. Na hapa kwenye makoti ya suti hakikisha basi una blazer nyeusi, una blazer nyeupe, rangi ya cream ama kaki, lakini pia unaweza ukawa na blazer ambayo ina rangi ya kuonekana kulingana na zile rangi ambazo wewe unapendelea. Unaweza kuchagua nyekundu, blue, njano, kulingana na vile ambavyo wewe uko comfortable, au ukachagua blazer ambayo ina patterns ama maua ama mchanganyiko wa rangi tofauti. Hizi zitakusaidia pale utakapokuwa na event ama sehemu ambayo unahitaji kwenda, basi ni corporate. Ukiwa na blazer itakusaidia, kwa sababu unaweza ukachukua blazer yako ukaipea pamoja na gauni yako ambayo inakukaa vizuri, tayari ukawa una muonekano corporate. Unaweza ukawa una trouser yako ambayo ni loose pant ama ni suruali ambayo ni official, ukiweka na blazer yako, basi tayari unakuwa na muonekano ambao umekamilika na kukufanya uwe umedress the part as the corporate girl. Lakini pia sometimes you can play around and mix your blazers with jeans, skirts, shorts, kulingana na vile ambavyo wewe uko comfortable to play around. Outfit ya tatu ambayo ni muhimu kuwepo kwenye kabati lako, hakikisha una gauni ama sketi ambazo ni mid length ama ni ndefu mpaka chini. Hizi zitakusaidia wewe kwenye zile event ama matukio ama sehemu unapokwenda panapohitaji wewe kuvaa nguo ya heshima, basi utakuwa na hizi nguo ambazo zitakusaidia wewe kuvaa na kudress the part, na bado utakuwa una muonekano ambao umependeza, lakini pia muonekano wa kuvutia. Kwa mfano, unaenda kanisani, unakwenda kwenye ofisi za serikali, lakini pia hata unapelekwa kwa mama mkwe. Hizi ni nguo ambazo zitakusaidia wewe kuwa na muonekano ambao ni mzuri, na bado utakuwa ukijisikia vyema na utakuwa ukijiona umependeza. Outfit ya 4 ambayo ni muhimu kuwepo kwenye kabati lako, basi hakikisha kabati lako halikosi jeans. Denim, jamani, hata wimbo umeimbwa, kila mmoja anapendeza t-shirts na jeans. Kwa ni muhimu sana kuhakikisha uko na jeans kwenye kabati lako, kwa sababu hizi zitakupa confidence kuvaa katika matukio ambayo inawezekana ni casual, inawezekana ni sports. Kwa hiyo hakikisha una boyfriend jeans, una skinny jeans, lakini pia una a baggy jeans, hata ukiweza kuwa na toned jeans ambazo zimechanwa kidogo, ili kuweza kuplay around, kwa sababu kuna muda zitakusaidia sana kuwepo kwenye kabati lako. Outfit ya 5 ambayo ni muhimu kuwepo kwenye kabati lako wewe kama mwanamke ambaye unapenda kupendeza muda wote, hakikisha una gauni nyeusi pamoja na gauni nyekundu ambayo inakufit perfectly. Yani inakukaa vizuri kiasi kwamba wewe mwenyewe ukijiangalia kwenye kioo unajisikia vizuri na kusema yes, today I look good. Inawezekana ina snatch your waist, inawezekana ina kushape vizuri na kushuka na figa yako ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia, lakini hizi ni gauni ambazo zitakusaidia kwenye ile mialiko ya event za ghafla, last minute invitation. Inaweza ikawa ni event ya kiofisi, inawezekana ya mchana ama ya usiku, even a date. You can always put on these dresses na bado ukawa una muonekano ambao umependeza and you still feel good about it. Outfit ya 6 na muhimu kuwepo kwenye kabati lako ni kuwa na max
pants ama max dresses ama max skirts, yani nguo ambazo hazikushiki, nguo ambazo zimeachia, zinashuka kwenye mwili wako, they're flowy, they're not touching you anywhere, kwa sababu girls, we know, ladies, kuna siku ambayo unaamka hujisikii kuvaa nguo ambayo inakubana, nguo ambayo inakushika, nguo ambayo inakutesa. Kwa hiyo ukiwa na gauni yako ambayo ni flowy, it's a max, inaweza ikawa fupi, inaweza ikawa ndefu kulingana na vile ambavyo wewe uko comfortable. Kuwa na palazzo yako ambayo it's a max palazzo, it can come in handy, lakini kuwa na sketi ambayo ni maxi skirt itakuja in handy kwenye siku ambazo hujisikii kuvaa nguo ambazo zinakubana, lakini you still want to look good. Or maybe a bubu dress, hizi, they will come in handy someday. So ladies, make sure uko nazo kwenye kabati lako. Outfit ya mwisho ambayo ni muhimu kuwepo kwenye kabati lako kuhakikisha unakuwa na muonekano mzuri ni shorts. Inaweza ikawa short pant, short skirt ama short dresses. Hizi zitakusaidia kwenye yale matukio ambayo you're going out, you're feeling good, you're feeling sexy, unatoka na your girls, unatoka na mpenzi wako, mubaba wako, unaenda klabu, ni weekend, unatoka, unahitaji kujisikia vizuri na kuonyesha mwili wako kidogo. Basi ukiwa na mid skirts, zisiwe short sana, ama short pants ambayo sio fupi sana, pamoja na short dresses ambazo sio fupi sana, hizi zitakusaidia kwenye siku kama hizo kuhakikisha muonekano wako unaendelea kuwa mzuri na kupendeza na kujisikia vizuri kama ambavyo unapenda kujisikia. So dear lady, please, kama kuna topic unataka nizungumzie ama kuna kitu ambacho unataka kukifahamu, I'll be here to make sure nakupatia majibu ya hicho ambacho wewe unahitaji kukifahamu. Until next time, ciao for now. I love you ladies. Usisahau ku like, share and comment, lakini pia nifuatilie kwenye mitandao ya kijamii @AnnieIndependent. Bye.